we are not going to import even a grain or a kilo of sugar because we have produced enough. Pia tukawaambia tukiproduce sukari ya kutosha itakuwa na bei vile mkulima wa kahawa, vile mkulima wa majani chai anapata bonus mwisho ya mwaka, hata mkulima wa sukari atapata bonus mwisho wa mwaka. Na hiyo ilikuwa wakati wa campaign. Lakini sababu tumezoea mambo ambayo yanasemwa kwa manifesto na campaign ni kusema tu kwa mdomo, sio vitendo. Ndio unaona leo Kalonzo anashangaa ati Rais William Ruto alisema atalipa bonus, amelipa. And you know, I was shocked, Your Excellency, because I had the same thing. We were with you in Western Kenya. And I had the honorable member for Mumias East, Mheshimiwa Selasi, ambaye ni kijana mchanga. Ako na miaka 2 tu bunge. Akisema hii pesa tunalipa ya bonus, hatujaweka kwa budget, imelipwa imetoka wapi? Na nikaelezea Selasi ya pale, ndugu yangu mdogo, pesa ya budget ni mimi na wewe tunapitisha kwa bunge. Na ni kweli hatujapitisha ya kulipa bonus, sababu bonus sio pesa ya serikali, ni pesa ya kiwanda ambacho kinasiaga sukari ya mkulima, na mwenye wananunua sukari kutoka kwa wakulima ndio wanalipa bonus. Sasa nilishangaa jana kuona Kalonzo amekuwa bunge miaka 30, sio kama Selasia. Sasa ameingia ligi moja na Selasia, kuuliza ile maswali Selasia anauliza. Sasa nikauliza, jameni, kama huyu ndiye atashindana na Rais William Ruto, iko mashindano kweli? Iko? Nyinyi ni majirani wa Kalonzo pale Taita Taveta, mniambie, mkiangalia nyinyi, huyo mtu anaweza shindana na William Ruto? Wacha William Ruto, anaweza shindana na huyu Kindiki profesa? Hata wacha Kindiki, huyu Haika ama huyu Mwadime watashindana kweli? Because my brother Kalonzo cannot be in the same league and same thinking with a two years in service member of parliament who we can understand, being a young person, may not know. He may not understand the principle of leasing and public-private partnerships in government. But Kalonzo Musyoka, having been a minister in government, having served as a vice president, I would expect him to know better. But as the president said, our opponents will be confounded by the success of this administration, and I thank God they have begun being confounded. And top among them is Kalonzo Musyoka now, who looks confounded, bewildered, and in amazement that the government of Kenya can now midwife a process where through public-private partnerships and leasing of our sugar companies, we can be able to pay bonus to our sugarcane farmers. Vile vile, watu wa Taita Taveta watashangaa wale wakisikia madini ya Taita Taveta inasaidia watu wa Taita Taveta. Watashangaa wakisikia barabara ya Ilasit iko na blacktop, ni arami, si ndio? Mpaka Njukini hiyo yote. Na watashangaa wakisikia Kimani Ichung'wah sasa anatembea Taita Taveta, sio ile mambo ya kutafuta yule mrembo, lakini sababu barabara ni mzuri, utalii unanawiri na pesa ziko Taita Taveta, watu wanajiinua kimaisha. Sio ndio kazi tunachagulia serikali? So mimi nataka kuwaomba mkiongea mambo yenu vile naibu wa rais ametuomba, remember the things we agreed on during the economic forums, your top priorities, because we want to make sure that within the next 2-3 years before the next elections, hatuongei siasa, tunaongea mambo ambayo yanawahusu nyinyi kama wakazi wa Kenya na wana Taveta. Si ni ukweli? Na huyu naibu wa rais na yeye, sababu yeye hana kazi ya mitego, hana kazi ya shares, kazi yake ni rahisi, ni kuja kuangalia kuna masoko tulisema yatajengwa, yanajengwa ama hayajengwi. Anasema barabara ya Njukini Ilasit inajengwa ama haijengwi. Ikikamilika akiinspect, si ndiye foreman ya rais? Si ndiye mtu ya mkono ya rais? Si ndio ametuambia hapa, sio mimi nasema. Amesema yeye kazi yake ni kusaidia rais, si ndio?